Hivi ni kupata au kusema huyu anastahili huyu? Neno gani nzuri mnalitumia? Neno ni ustahili. Ukisema huyu apate asipate inakuwa kishani. Ni kustahili kwa sababu ili uweze kupata zipo sifa ambazo zinazingatiwa. Okay. Kwa hiyo tunasema ustahili kwa sababu kuna sifa ambazo zinakufanya wewe uweze kunufaika. Kwa hiyo huyu anastahili na huyu hastahili kwa sasa. Ila bwana hongereni sana. Kiukweli mimi niseme tu ukweli. Huwa siachi kusema hongera kwa sababu katika mwaka ambao hivi karibuni bodi ya mikopo ndio imekuwa so fair. Yani anayestahili unamuona kapata na ambaye hastahili ulimuona na drive V8 toka mkiwa wadogo. Anapumzishwaga kweli. Wanasema wewe bwana unajiweza. Kama kipindi fulani hivi. Mwenye nacho ndo anaongezewa na asiye nacho ila kwenye hilo anaongeza sana. Ongereni sana meneja kama nyinyi ndio mnapanga. Ndio. Basi kazi yenu ni njema sana. Na hilo linatokana na kitu gani? Kuboreshwa kwa mifumo. Unajua nchi yetu kama tunavyofahamu ni nchi kubwa. Kwa hiyo kwa kipindi cha nyuma bado tulikuwa na sisi kama taasisi tunajijenga. Tunajijenga kwa maana ya mifumo. Kujenga mifumo ya ndani lakini vile vile kuhusianisha baina ya mifumo yetu tunayoitumia ndani na mifumo ya taasisi zingine za nje ambayo kimsingi ndio inatusaidia kwa namna moja au nyingine kupata sifa za mwanafunzi mmoja mmoja. Ndio. Kwa hiyo kuboreka kwa mifumo hii sasa tunaenda kuzuri zaidi kwa sababu kila siku inavyozidi kwenda mbele ndipo ambapo taasisi inaenda kujifungamanisha na mifumo ya taasisi. Yaani imeboreshwaje? Mmegundua kitu gani mpaka mnafika anayestahili anapewa ambaye hastahili anapewa? Ni mfumo gani hiyo imeboreshwa? Tunafahamu kwamba nchi yetu inaongozwa na katika kila jambo kuna taasisi ambayo inasimamia jambo hilo. Kwa mfano kitu kipi ambacho naweza nikakisema sasa hivi labda nianze kukupreempt tu mapema. Mwaka huu tumejaribu sasa kuunganisha mifumo yetu sisi ya ndani na mifumo ya ofisi ya waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu pale ndiko ambako taasisi inayosimamia eneo la watu ambao wana ulemavu katika nchi hii. Yani kwa maana kwamba ukitaka kupata taarifa za watu ambao wana ulemavu, ofisi ya waziri mkuu ndio ambayo inasimamia. Kwa hiyo sisi kama taasisi ambayo tunashughulika na watu wenye mahitaji maalum including na hao walemavu. Mwanzoni ilikuwa ni tunategemea tu daktari atuambie, daktari wa wilaya, daktari wa mkoa kutuambia juu ya taarifa za mtu mlemavu. Bado hatujaondoka kabisa huko, lakini sasa hivi tumefungamanisha mifumo yetu baina ya ofisi ya waziri mkuu ambako ndiko taarifa za walemavu ziliko na kwetu. Kwa hiyo ni rahisi sasa kuverify, kuweza kuhakiki kwamba huyu mtu anasema ni mlemavu. Je, taarifa zake zipo kwenye chanzo ambacho kinatambua walemavu?